Swala la kitaifa au ndo kila mmoja kivyake? Wakati ikishafika swala la kitaifa tunaungana kwa pamoja, taifa zima. Hata kama ni shabiki wa Singida kama mimi, unashangilia Simba. Hata kama Mbeya City, hata kama ni shabiki wa Yanga unashangilia Simba. Hata kama ni shabiki wa Mbeya City unashangilia Simba. Yanga washangilie Simba. Una uhakika? Sasa si swala la kitaifa lishakuwa hili mwakilishi katika mashindano ya kimataifa, ambapo akishinda taifa linafaidika. Sasa ni jambo zuri. Ni jambo zuri, lakini nafikiri kwa Yanga ni ngumu sana. Yaani Yanga msupport Simba au Simba msupport Yanga. Kwa nini isiwezekane? Sijaliona hilo likifanyika. Zaidi tu inakuwa ni shangwe pale mmoja anapopoteza. Kwa mfano jana mmoja akapoteza, imekuwa ni shangwe kweli kweli. So yani sasa hii ni kiutani wa jadi. Lakini kitaifa tunasema tuombeane. Sawa sawa. Bwana, tuanzie hapa hapo nyumbani Tanzania, ambapo jana imechezwa mechi kadhaa za kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wakilisi pekee wa Tanzania Simba Sports Club Mnyama walikuwa katika dimba la Suez Canal, mchezo ambao ulichezwa hapo majira saa 1 kamili jioni, ambapo Mnyama Simba alichapika magoli 2-0 katika mchezo ambao Simba walimiliki katika dakika zote 90, lakini kufunga bao ilikuwa changamoto kwao. Walifunga bao la kwanza dakika ya 16 ya mchezo na bao la pili kafungwa dakika ya 89 ya mchezo. Dakika 90 zinakamilika, Simba 0 Al-Masry bao 2. Hali ilikuwa hivyo jana, na mashabiki wengi wa Tanzania ambao wako Egypt walikuwepo kuisupport Simba, lakini ndio hivyo, Simba kapoteza bao 2-0. Hilo ni bao la kwanza ambao alifungwa Musa Kamara Pinpin. Tumeona match imeisha 2-0. Jana nilikwambia hapa kisiki kwamba Simba wanaweza kacheza vizuri, lakini eneo la umaliziaji imekuwa ni changamoto. Sasa jana ndicho ambacho kimejitokeza. Unafikiri changamoto ilikuwa ni nini hasa kwa washambuliaji wa Simba, na kwa mchezo kwa ujumla walishindwa kufunga hata bao moja licha kwamba walikuwa wamemiliki mpira kuliko Al-Masry? Sehemu ya kwanza ambayo tutaanza kuangalia ni sehemu ya eneo la ushambuliaji kwa upande wa Simba, kwa maana ni sehemu ambayo jana imeonekana ilikuwa butu sana. Ndio. Na mtu pekee ambaye ulikuwa unamuona at least yuko mchezoni, japo naye kwenye end product yake haikuwa nzuri sana, ni Elie Mpanzu. Ndio mtu ambaye alikuwa anasumbua sana upande wake, alikuwa anakimbia sana mara nyingi pembeni, jaribu kuingia ndani ili ajaribu kutafuta sehemu ya kupiga shuti, mwisho wa siku timu iweze kupata matokeo, lakini bado kulikuwa na changamoto kubwa sana. Ukirudi kwa mtu kama Leon Ateba, bado kwenye eneo lake kama namba 9, of course jana hakuwa na utulivu mkubwa sana, na hata mipira mingi pia ilikuwa imfikii. Unajua kuna wakati tunamtupia lawama pia Ateba, lakini tunaangalia huduma zilikuwa zinamfikia. Maeneo mengi ya Simba ambayo wanatarajia yatengeneze nafasi kwenye eneo la mwisho kabisa, jana hawakuwa kwenye ubora mkubwa. Mtoe Ateba, muangalie jana Kibu Denis hakuwa na mechi nzuri sana. Sio kawaida ya Kibu Denis ambaye tumezoea kumuona akiwa anacheza mechi za kimataifa. Jana kocha alikuwa anamwacha kiamini pengine anaweza kufanya chochote kitu, lakini kwangu mimi miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na kiwango kibovu kwenye mechi ya jana, Kibu Denis alikuwa ni miongoni mwao. Lakini pia ukienda kwa Jean Charles Ahoua, sikumbuki mara ngapi alitengeneza tunasema zile killer pass. Pasi mauaji moja ambayo ilikwenda kwa Ateba, ambayo unasema kweli hapa Ateba alistahili kuweka mpira wavuni, labda pasi 2, 3 au 4 hauzioni kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo utagundua kwamba sehemu ya kwanza ambayo kwenye mpira inategemewa kama eneo la utengenezaji wa nafasi, ndio maana wanasema namba 10 kwenye mpira ni playmaker, mchezeshaji. Ilikuwa kwa Jean Charles Ahoua, ambaye jana kwangu mimi pia naye hakucheza vizuri kumchezesha Leon Ateba. Lakini pia ukienda kwa huyo Kibu, naye hakucheza vizuri kumchezesha namba 9. Kwa hiyo utaona kwamba eneo la Simba jana kwa mbele hawakuwa na kiwango kizuri, ndio maana hata wakashindwa kupata hata goli moja at least la ugenini ambalo lingewapa advantage kuelekea mchezo wa nyumbani. Kwa hiyo ndani kuna sehemu ambapo wao wataenda kulifanyia kazi zaidi. Lakini sehemu ya pili jana nilizungumza, defense ya Simba inaruhusu magoli, licha ya kwamba wanafunga magoli lakini wanaruhusu magoli. Jana umeona magoli yote ambayo Simba wamefungwa mawili, ni kosa kubwa ambalo limefanywa na mabeki wa Simba. Goli la kwanza kwangu mimi lawama nitamtupia Mohamed Hussein Zimbwe Junior, kwa sababu yeye ndo alikwenda kufanya marking. Unapokwenda kufanya marking karibu na eneo na goli lako, hakikisha ule mpira kama mguu wako haufiki kwenye mpira, basi hakikisha ule mpira yule mchezaji haupigi. Maana yake unakwenda kublock ule mpira, sio? Ndio. Unajua Mohamed Hussein alipeleka mguu. Baada ya kupeleka ule mguu hakuhakikisha kama mguu wake umefika kwenye mpira. Either umeblock mpira ama amesimama sehemu ambayo
pengine kama mchezaji wa Al Masry angepiga ungemgonga iza mguuni ama mgongoni ili ubadilishe direction, lakini ikawa tofauti. Shuti linapigwa moja kwa moja. Kamara wakati anakwenda kuruka kudaka ule mpira ni kama vile naye hakuwa na utayari sana golini. Anakwenda tayari mpira umeshakwenda wavuni. Lakini naye pia angeweza kudaka ule mpira kama shuti lilikuwa na kasi sana. Unajua mtu akishuti sehemu ambayo kama golikipa unaamini pengine ingetokea contact kwanza kabla hujakufikia, huwa golikipa mara nyingi sana hajajiandaa kiakili kwenda kusave ule mpira. Ndio maana magolikipa wengi huwa anafungwa mashuti ya mbali ya kushitukiza kwa sababu ya akili kujiandaa kwa haraka sana. Kwa mimi nadhani kwa goli la kwanza, lakini kwa goli la kwanza nazungumzia. Goli la pili Kamara pia anahusika kwa sababu ni mpira ambao alitakiwa pengine kusave uende mbali zaidi ama kuutema uende nje, lakini unapokuwa golikipa ukiutema mpira unadondoka ndani ya box pale pale unahatarisha. Maana yake rahisi sana wapinzani kukufunga. Lakini wakati unamlaumu Kamara kwenye eneo lake kwa maana alishindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Tazama setup ya bao ilipoanzia. Umeelewa Simba wao walikuwa wanatafuta bao la kusawazisha. Wakati huo Al Masry wao wanaamini kwamba wabaki kwenye game plan ya kuwaona Simba wanameza pressure ya Simba alafu wanashambulia kwa counter. Na angalia counter ambayo waliifanya. Haraka sana unapigwa mpira mrefu upande wa kushoto kwa upande wao ambao ni upande wa kulia. Tazama wakati movement wanaifanya Al Masry, je, fullback wa Simba wa kulia alikuwa eneo gani? Alikwenda kufanya marking mpaka cross inapigwa, Kapombe alikuwa eneo gani? Kwa utagundua tayari kuna space ambayo alikuwa ameshaiacha baada ya Simba wao kwenda kushambulia. Na mimi nilizungumza, Simba wakiwa wameenda kushambulia, wakirudi kuzuia, timu ikicheza counter mara nyingi sana anakuwa na idadi ndogo. Na tukaona hayo madhara. Inapigwa mpira wanakuja Kamara anashindwa kuchukua mpira vizuri, wanamalizia wanapata goli la pili. Kwa nadhani hayo maeneo mawili ukiachana kwanza na eneo la kiungo, defense pamoja na eneo la mwisho la Simba kulikuwa na makosa siku ya jana, na ndio maana Simba amejikuta anaruhusu magoli yote mawili. Eneo la kiungo kwangu mimi siwezi nikawazungumza sana. Kuna namna ambavyo walijitahidi. Ndio maana ukiangalia possession ya mpira Simba jana waliongoza dakika zote 90. Maana yake inakuhakikishia kwamba eneo la kiungo kuna haueni. Kagoma na mwenzake Fabrice Ruamba Ngoma walikuwa wanapambana kuhakikisha kwamba timu isizidiwe katikati. Changamoto ilikuwa umaliziaji, sio? Changamoto ikawa umaliziaji na namna timu ambavyo inazuia. Lakini pia nafikiri Al Masry wana uwezo mkubwa sana. Game plan yao ilikuwa walifanikiwa, ndio maana waliwadhibiti Simba wakashindwa kufanya chochote. Sasa kuna matukio kadhaa yalitokea. Kuna tukio ambalo lilitokea ilikuwa ni penalty ama sio penalty, ambapo tunaona mwamuzi pia kwenda kucheck kwenye VAR kuangalia je, Lionel Ateba Mbida alikuwa amefanywa madhambi ama vipi. Kwa mtazamo wako ulitazama game, mwamuzi akwenda kucheck kwenye VAR akashikilia maamuzi yake kwamba hii ni penalty, lakini wakati huo goli la pili ambalo Simba walifungwa kibendera inaonyesha kwamba ni offside. Lakini baadaye wakalazimisha wachezaji wa Al Masry kwamba lazima tucheck kwenye VAR, wanamzingira mwamuzi akacheck, akawasiliana nao, hakwenda kucheck, wakamwambia ni goli, basi ikawa goli. Sasa je, ile ilikuwa ni penalty ama sio penalty kwa mtazamo wako? Tuanze na tukio la Lionel Ateba ambalo alifanywa madhambi ndani ya 18 na golikipa wa timu ya Al Masry. Kwanza kwangu mimi ilikuwa ni clear penalty. Unajua sisi katika vitu ambavyo tunakosea ukanda huu wa Afrika Mashariki na baadhi ya mataifa ya huku tofauti na timu za kaskazini, ndio kutia pressure kwa refa. Yaani mnamfuata refa kumuonyesha kwamba lile tukio lilistahili kuwa hivi. Umeelewa? Wachezaji wa Simba nao kama waliridhika. Yaani wakaona labda sio penalty, sawa, kwa sababu baada ya refa kuwasiliana na watu ambao wako kwenye chumba cha VAR, walivyomwambia tu tukio liko hivi na hivi na hivi, akaamuru kwamba okay, twendeni hivi mpira uanze tuondoke, sio penalty. Sikuona mchezaji wa Simba hata mmoja ambaye amereact kwenda kupeleka ile pressure kwa refa. Nilimwona Zimbwe tu anaenda pale lakini anaongea kwa uoga. Alivyokuwa anaenda kama vile alikuwa anaongea yuko mbali sana. Yaani unajua timu za kaskazini, chukulia mfano mdogo. Kwenye hilo tukio ambalo nalizungumza la goli la timu ya Al Masry baada ya kusema ni offside. Angalia wachezaji wa Al Masry ni kama vile kwanza hawakuwa hata utayari mechi kwanza mpira uanzishwe tena. Wanataka wapate ushahidi lile ni goli halali wao walichokuwa nakiamini. Zaidi ya wachezaji 5 mpaka 6 walikuwa kwa refa pale wanamlazimisha bwana lile ni goli. Na ni kweli kae na mfanya refa sasa asikilize, lakini pia angalie namna bora na yeye kwenda kujiridhisha. Baada ya hapo baada ya dakika chache unaona wanapata faida. Kwa mimi nadhani kwenye hilo eneo bado kuna namna ambavyo wachezaji wetu kutoka ukanda huu Afrika Mashariki wanatakiwa wapate ukomavu wa kumlazimisha refa zaidi, kwa sababu
kuna wakati refa anachukulia hata uzito wa ninyi mlivyoreact kuamua kile ambacho alikiamua. Ndio maana Simba wakawa wamenyimwa penalty ambayo walistahili kuipata. Kwa sababu Ateba alienda kaugusa mpira, kipa kaja kaugusa mwili. Maana yake ilikuwa ni clear penalty ambayo Simba walitakiwa kuipata. Tukio la mwisho hilo la goli la waliopata Al Masry. Kwangu mimi hata ningekuwa mimi refa ili haikuwa offside. Kwa sababu moja, wakati mpira unapigwa mrefu kwenda kwa winga ambaye alikuwa anakwenda upande wa kushoto, tayari alikuwa sehemu ya onside. Kwa sababu tayari mabeki wa Simba wawili wakati walikuwa wanafanya mikimbio. Sasa washambuliaji wawili wa Al Masry ambao walikuwa wanakwenda kushambulia kwenye lango la Simba. Wa kwanza ambaye alikuwa anakwenda hakuwa offside. Wa pili alikuwa offside. Wakati cross inapigwa kwenye principles za mpira iko hivi, kipa akiugusa mpira inahesabika mpira umeanza upya. Umeelewa vizuri? Yaani ni sawa sawa na kipa ameutema mpira. Kwa hiyo Kamara wakati mpira umepigwa yeye kama cross, aliugusa ule mpira kuutema. Baada ya kuutema pale umeshaua offside. Kwa ilikuwa goli halali. Maana yake ilikuwa ni goli halali. Ukishaua offside maana yake yote atakayekutana nao huo mpira anakufunga. Ndio wakumbusha watu tukio la msimu 2018 finali ya Ufaransa na Croatia. Ndio. Yes, Mandzukic yeye alikuwa anamendea golikipa wa Ufaransa alikuwa Hugo Lloris, kaudaka mpira kwenye kuanzisha ule mpira akakosea, akarusha vibaya, alafu Mandzukic alikuwa akasimama peke yake kwa sababu ni golikipa, akauanza mpira Mandzukic akatouch tu kidogo mpira ukaenda kambani na hakuna refa ambaye alisema offside. Kwa watu wanatakiwa tu kuelewa hivyo vitu vidogo vidogo. Sawa. Sasa mechi imeisha, Al Masry walishinda magoli 2-0. Vipi Benjamin Mkapa, Simba wanaweza kupindua meza? Manake inahitajika washinde magoli 3 sasa bila kama wataruhusu Al Masry wasifunge goli moja Benjamin Mkapa, manake 4-1. Hizo washinde 3-0 ama 4-1. Je, kwa Simba ulivyowaona na jinsi ambavyo umeona Al Masry wanaweza kupindua meza Benjamin Mkapa? Kwanza